The biggest hassle sai in our generation ni kupoteza simu ama simu yako kuharibika. Do you know by the way unaweza kuwa na simu, mimi nilikuwa na simu fulani yenye iliharibikanga. Nilikuwa nimeipeleka kwa fundi almost mara kama 2-3. By the last time alikuwa ananipa hiyo simu, yani hata hakuwa ameifunganisha. Aliniwekea tu akaniambia hii simu badilisha within the shortest time possible. Juu sasa penye ilikuwa imefika, hiyo simu ilikuwa imeshachapa kamera, hiyo simu ilikuwa imeshaacha kukaa ni kama inafanya tu functions fulani, inakaa ni kama sasa hiyo simu yani imekaa tu imengojea kuzima. Can you imagine unatembea na simu unajua hii simu inaweza zima anytime. So siku moja tu ka Saturday asubuhi simu ikazima. Utafanya nini na simu imezima? Bahati ni ati haujaibiwa. So maybe hiyo simu uko na chance ya kuirecover tena, kupelekea mtu mwingine wa simu akutengenezee. But sasa you have to, lazima uangalie upige hesabu uone hii simu kwanza nitaipeleka itengenezwe ama kwanza nitafute simu nyingine alternative. So for 2 days kwanza unakaa hivyo uko like ama basi nikae off the grid. By the time inafika siku ya pili unasikia nikaa ni kuchizi unachizi. Haujaongelesha mtu WhatsApp, unadhani maybe kuna messages ziko hapo WhatsApp, kuna wasichana maybe ulikuwa unaongelesha, sasa unashindwa kuwaongelesha. Unakaa hivi unasema sasa nitafanya nini? Unapata chance at least. Sasa kama mimi nilipata chance, unapewa kanion. Unaambiwa sasa tumianga yako before urudishe simu yenyewe ulikuwa unatumia ama before ubuy simu nyingine mpya. So kanion sasa, shida ya neon inakuanga ama uzuri wa neon ama ubaya wa neon inakuanga. Neon ni kale ka simu ka Safaricom ka 3K. So ni kazuri by the way kanaingia WhatsApp. So hapo at least utarudisha namba zako za WhatsApp. Utaweza kuchat. Lakini sasa kitu yenye haujui ni ati kuna apps zingine huwezi weka juu ya storage. Unapata vitu kama Instagram huwezi weka, vitu kama Facebook huwezi weka, TikTok huwezi weka. Unaweza weka, lakini ukiweka itakusumbua tu na storage. So what do? Unaamua tu kwa WhatsApp. So what happens? To DM tu wote wenye ulikuwa unangojea tu Instagram, sasa huwezi tu access. So wale wenye ulikuwa umebaki unaongea na wao, hao tu ndio uko na wao for now hao tu ndio unaweza ongelesha. So una hope tu hao wasichana 2-3 wasininyamazie. Juu akianza kukunyamazia utatoa wapi namba nyingine? Juu let me tell you, it's not the same thing. Ukiwa na kanion huwezi tembea ukiitisha namba za madem. Kwanza unamtolea simu ati ni namba unachukua, anakuangalia design nyingine. Anashinda, are you serious? You're going to take my number with that phone? Sasa unaanza kujitetea mapema. Unamwambia baadhi hata simu yangu iliharibika. Sasa hata niko na kasimu ka kushikilia. So that before ajibu hiyo swali ushamjibu. So hiyo story at least inaishi hapo. Unamwambia, unamuelezea, anakupea namba. Sasa kitu ujuangi ni ati kukupea namba si kukureplyia message. So unaenda kumtumia ka message, unaona amekosa kureply. Unajua ni kanion hataki kureply. Anajua kwanza anakuangalia anashindwa, mbona huyu msee hajaweza kureplace simu yake? Okay, mambo ni mingi lakini okay. The other thing about kukuwa na kasimu ka haibu. Wacha nikaita kasimu ka haibu. Na si simu mbaya by the way, but ni simu maybe hujazoea. Maybe wewe umezoea kuwa na simu ya 20k, 30k, simu yenye inafanya vitu mingi, iko na functions mob, iko na apps mingi. Hapo uwezi anza kuingiza apps zako. So kama ulikuwa dating app, sahau dating app. Okay? So app yenye umebaki nayo ni WhatsApp. So utafanya nini na bado unataka kuongeleshea watu? Bado unataka kuongea na watu. Na unataka ku meet new people. Every day una meet new people, lazima uitishe namba. Lazima ifike pahali confidence inaingia. Unasema mwenye atanidharau. Mimi ndio simu niko nayo. Hii ndio simu niko nayo for now. So inabidi umeitisha namba. Utafanya nini? Lazima uitishe namba. So unatoa tu kasimu confidently. Kitambo kama ulikuwa umezoeanga kupeana simu yako ati mtu anaweka namba yake, unajua ukimpea neon katamsumbua. So unajiwekea tu namba. Na una make sure ameona ni simu gani, so that kama ni kukujudge akujudge from your point. Lakini kuna wenye maybe hawajali sana, lakini deep down anasema huyo kwa nini hajaweza kureplace hiyo simu? Otherwise what am I trying to say? I'm trying to say hiyo simu uko nayo mzuri, hebu endelea kuichunga na uendeleange. At least unaomba tu hiyo simu siku moja isikuje kuharibika ama isikuje kuibiwa. Otherwise that will be the end of that. Halafu sasa okay. Na naona siku hizi unapata watu wanaanza kuinsure simu. Unapata mtu ako na simu ya 200k, 100k. Hiyo simu lazima uiweke insurance. Juu sasa ikipotea utareplace mwaka gani? Jokes of life. Nunua simu unaweza replace.